watu wengine. Na kwa sababu wengi ambao ni wanasiasa hapa wamenizoea, kwa sababu mimi nimezaliwa hapa na wanaona tu ni yule yule alikuwa tu senator hapa wa kaunti jirani. Nataka niseme wale watu wote ambao walifanya ile kisirani yote ambayo ilitendeka hapa, tutawachukulia hatua na tutapendelea upande wowote, kwa sababu ile taarifa ambayo imenifikia ni kwamba watu wa mrengo wa gavana wa Meru County walifanya uchochezi, walivuruga amani, walitusi watu wengine, na vile vile walipiga wanahabari wakidhani ya kwamba wanatetea gavana wa Meru County. Lakini vile vile wale ambao walichokozwa pia walifanya vitendo vya kuvunja sheria ya nchi yetu. Sasa ikifika hapo, ndio tuwe na taifa thabiti na taifa lenye adabu. Na mumeona vile nimekuwa mkali na nimekalia ngumu wale wanasiasa walikuwa wanataka kuleta ugaidi. Wale wa mrengo wa Azimio walikuwa wanajisingisia wanafanya maandamano, wanavunga barabara, wanachoma manyumba, wanandunga wananchi visu, wengine wakavunja maofisi hata ya serikali. Na hata siku moja kabla hatujakuwa ngumu kidogo, wengine wakaenda pale Kitengela wakaharibu ofisi kama hii ya DCC imejengwa na pesa ya umma, na wakachoma mali ya serikali zikiwemo nembo za kitaifa na bendera ya taifa ya Kenya. Hatuwezi tukakubali nchi yetu ati mtu ajisingizie ni siasa anafanya, kuchochea mtu maskini kwenda kupigana na jirani yake na kuharibu mali. Na kwa hivyo wanasiasa wote na viongozi ambao walihusika na ghasia ambazo zilifanyika Jumapili, tutawachukulia hatua, na wote lazima waandikishe taarifa kwa polisi, wote, all of them, so that in future nobody tries this nonsense again. You must learn to persuade people using policies, ideas, not through violence and not through provoking people into violence. Na hii mikutano ambayo inafanywa ya uchochezi na kuvuruga wananchi, nimesema hakuna mwanasiasa atakubaliwa kufanya mkutano wa kuvuruga amani hapa tena. Sijui kama tumesikizana. Ukitaka kufanya mkutano, fanya mkutano wa kusema sera yako, useme ile mama unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Sijui kama mmesikizana. Tumesikizana? So this is final. The same way we were very firm with demonstrators and rioters, protesters of Azimio who were breaking property and killing people in the pretext of politics. Even here we are not going to allow it. Na mwenye nafikiri ni mchezo ajaribu. Nimeona kwa vyombo vya habari kuna watu sijui wamepanga mkutano wengine wa uchochezi tu kama huu mahali pengine kule Imenti Central. Huo mkutano hautaendelea. Okay? And please don't try me. Hao wenzangu niliwaambia, unajua shida ya kuzoeana ni ingine. Hao wenzangu tulisema hii shida tunakuanga naye hapa ya nyumbani ya mipaka tulisema tumalize.
Na nikasema ikishindikana tukiendelea na hii upuzi, mimi ndio nitaongoza ile kikosi, itaenda kushika wale wote wanahusika hapa, hata ndugu yangu akiwa hapo atashikwa, ataingia ndani. So likewise, the politics of violence, politics of incitement must come to an end, period. Number two, those who caused the mayhem of last Sunday, we're going to arrest every one last of them, including the people who beat up journalists who were performing their duties and broke their cameras and damaged their property. So, naona makofi imepungua, lakini I was ready for that. I was ready for that. Na tukifanya hivyo, nchi itakuwa taratibu. Kwa hivyo, that is the position. Hiyo mambo ingine hapo katikati, nani anataka kuwa kiti gani, nani anataka, hiyo muendelee, hiyo ni democracy. Lakini watu wafanye kwa amani. Nyinyi mungetaka vita jameni? Unachukua mawe, unaenda kupiga mtu mwingine, unaharibu magari, wengine mpaka wakapiga magari ya polisi na mawe. Sasa hii polisi ndio unasema kujeni mtulinde, alafu mnapiga rao na mawe. So which is which? So mimi nataka niwashukuru. Mimi nipatie nafasi kidogo, hii wakora ndanyorosha.